Hi guys, assalamu alaikum. Hope mko poa. Wapenzi watazamaji wangu, karibuni katika channel yangu. Ni mimi hapo najiandaa kuelekea sokoni. Kama ni mpya kwa channel yangu, naomba usubscribe, ulike, ushare kwa wenzako na usisahau kucomment. So ndio huyo mimi hapo nimepanda gari Embasava mpaka Marikiti ni 50 bob. Ndio hiyo mimi nimefika Marikiti. Nakwambia soko hii ni kubwa sana na bei yao ni nafuu. Mimi nachukuanga vitu kwa jumla mpaka mwezi mzima. Nimeshanunua kitunguu nimeuziwa kilo shilingi 50. Nimenunua kilo 15, nimekuja kwa viazi. Nachukuanga kwa huyu mama, ni customer yangu sana, lakini anauza ndoo kubwa shilingi 700. Pale ukikompea na pale nje kwenye gari wanauza 500 na kitu. Kama wewe uko na majirani yako, watu wawili watatu mnashikana, mnaenda kununua kwenye gari hapo ndio mfaidike kidogo at least. Nje unaweza pata na 500 na kitu, lakini ndani ni 700. Nimenunua ndoo 3, nikakuja kwenye nyanya hapa, huyu mama ananipimia na ndoo na shilingi 450. So inanibidi nichukue ndoo 1.5 hadi mwezi. Huwa mimi natumia sana nyanya. Ndoo moja anauza shilingi 450. Nikamalizana na nyanya, nikakuja kwa avocado. Nikamwambia mrembo, leo ni ngapi? Akaniambia shilingi 20. Hapana, ni shilingi 15 bei ya mchana. Sawa, niwekea shilingi 200. Nikakuja kwenye inaitwaje hii, sweet potato, viazi tamu naipenda sana na kunyanga asubuhi na chai. So ananipimia kilo 2, kilo ameniuzia shilingi 50. Mimi nakubagain, mara kwanza ananiambia shilingi 60, nikamwambia hapana, mimi niko na 50, basi nipimie kilo 2. Napenda kubagain sana. Ukikuja hapa lazima uhakikishe umebagain. Si ile bei unaambiwa tu hivi na unachukua, hapana. Kubagain. Hakuna mchezo. So nikapimiwa kilo 2, nikakuja hapo carrot, nikazunguka kwanza carrot. Kuna mahali shilingi 350, kuna mahali ya shilingi 250, nikazunguka, nikapata ya 150. Ndoo mzima, imagine. Natumia hadi mwezi 2 mzima. Nikamwambia nipimie ndoo 1, nikamalizana na carrot, nikakuja kwenye nduma kilo ameniuzia shilingi 100, nikamwambia nipatie kilo 2. Huwa napendea kupikianga watoto uji pawa, ama saa zingine naipika tu hivyo, naikaranga na nyanya na kitunguu, naipika tu hivyo. So inakuanga tamu sana. Kisha baada hapo nikakuja kwenye hoho nikanunua kilo 2, kilo aliniuzia shilingi 80, samahani. Nikakuja hapa kwenye dania 5 shilingi 20 ameniambia huyu mzee. Nikamwambia nipatie shilingi 50 na ni kubwa sana, hiyo itanifikisha mwezi mzima. Cabbage nayo ndio hiyo mnavyoiona hapo shilingi 80. Cabbage kidogo imekuwa juu lakini ni nzito na ni kubwa. Nikakuja kwenye ndimu nilikuwa natafuta zile ndogo ndogo lakini sikuipata, ikanibidi nichukue hii kilo 2. Ile nyingine nachukuanga kilo 3, kilo 4 hivi. So ikanibidi nichukue tu hiyo. Mimi hapa nimechoka, niko na njaa, kiu. Tunaongojea jamaa wa kunibebea mzigo. Nimemsubiri almost 1 hour mzima. Nikamwambia hiyo mama anitafutie mwingine kwa sababu siwezi mngojea. Niambia ameenda Kariokoo. Ikanibidi nichukue mwingine. Sasa huwa najitayarisha kuongojea mwingine. Kisha baada hapo nimeletwa mpaka hapa ina coach stage. Hapa pia ikabidi tukae almost 1 hour mzima. Nakwambia kimeniramba leo. Jam ile iko hapa si mchezo. Uber tumecancel almost 3 times. Hawapatikani. Mara wanasema hapo ni jam, hatuwezi kuja. Ikabidi tujisort, tuchukue tu taxi ya kawaida. Taxi ya kawaida ukikompea na Uber is more cheaper. Hii taxi ya kawaida anasema shilingi 1000. Mimi nikamwambia mimi sina 1000, tukabagain. Chukua 500, hapana. Chukua 600, hapana. 700, hapana. Sasa ikabidi tuchukue 800. Na mimi huwa kawaida nachukuanga tu Uber. Mimi naona 800 ni bei ghali sana 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 sana. Ikabidi sasa, ilikuwa inaelekea saa 11, nilikuwa tumechoka, ikabidi nichukue tu hiyo ya shilingi 800, akatuleta mpaka nyumbani. Ndio hiyo hapo sisi mzigo yetu na sisi tumefika salama, alhamdulillah, tunamshukuru Mola. Nikamwambia auntie panga, mimi nimechoka. Amezipanga, ndio hizo hapo kwenye meza. Hii ni budget almost 5250 shillings. Itanifikisha inshallah mpaka mwisho wa mwezi. Tatumia kidogo at least nifikisha mpaka mwisho wa mwezi. And mimi afadhali ninunue Marikiti kuliko hapo nje, huwa inanipatia stress sana. Kitu inaisha unaambiwa mama leta pesa ya nyanya, leta pesa ya viazi, pesa ya kitunguu,
Mimi huwa naboeka sana, afadhali niende marikiti mara moja, ninunue full vegetables yangu, nahakikisha nitatumia mpaka mwezi mzima. Mungu akitujalia. Ndio hiyo auntie anapanga. Ndio hiyo dania nimepata kwa shilingi 50 yoyote. Kama familia yako ni mingi unaweza tumia kwa mwezi mmoja. Kama familia ni kidogo kama yangu, mwezi 2 nakwambia natumia. Naweka kwa fridge, haiwezi haribika. Ndio hiyo nayo naitwaje hiyo spinach, hiyo ni shilingi 25. Hiyo nyingine 25 nimenunua shilingi 50 na ni kubwa sana. Na hii avocado moja shilingi 15. Na broccoli sikumbuki aliniuzia ngapi, nichukua kilo 2, lakini na ndio mimi sipendi hii ndimu huwa kwangi na maji, napenda zile ndogo ndogo. Hizo ndogo ndogo ni kama season yake iliisha, so nilitafuta nikakosa, ikabidi nichukue hizo kubwa kubwa, strawberry and kwaju, nduma, viazi tamu and beetroot. Maembe ni bei ghali, nikaachana nayo na ni mbichi. Huwa napenda kublend beetroot na maembe, so sikubeba leo maembe. Ni hayo tu kwa siku ya leo, wapenzi watazamaji wangu. Tulivyomaliza tukazipanga kila moja tukaweka kwa tray yake. Nyanya ilikuwa mingi sana, so haikuweza kutosheleza hiyo fridge nayo ni ndogo. Nyingine nimezipanga hapo, nyingine nikazibakisha pale nje. Carrot and cucumber nini yote nikaziweka kwa fridge yenyewe ni ndogo, so ikabidi nisindilie tu zile inaweza kuibeba. Ni hayo tu wapenzi wangu, nawapenda sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, nawashukuru sana. So kitu kingine ambaye nataka niwafaidishe nayo ni hii dania. Nimeitoa uchafu na nimeiosha. Huwa inakuanga na chenga ya mchanga ndogo ndogo. Usipoosha vizuri utakula mchanga. So hakikisha umeosha kama mara 2, mara 3, hata ikiwezekana mara 6 hivi. Hakikisha umeosha vizuri, hiyo mchanga yote imemwagika. So nataka niwafaidishe jinsi ya kuweka dania kwa mwezi. Unaweza tumia mpaka hata mwezi 2 ikiwezekana kwenye friji bila kuharibika. Ndio hapo mimi naikatakata, na ni njia rahisi kabisa na haiwezi haribika. Kama huwezi ingiza chombo ambayo ni iko na maji ama nini, haiwezi haribika. Itakaa kwa muda for almost 1 month and a half ama 2 months. Inategemea unavyotumia wewe. Kwenye blender hapa ninaiongeza kidogo kidogo. Sikuweza video, nilidhani nimechukua video lakini niliongeza kikombe kimoja ya mafuta ya kawaida ya chakula. Nikaweka kikombe kimoja, ndio na blend kidogo vizuri unavyoiona. Kisha baada hapo nitachukua hiyo tin ya ice cream ambayo imeisha ndani, nimeipanguza vizuri, nimehakikisha haina maji ndani. Ndio hiyo ilivyotokezea maridadi unavyoiona wapenzi wangu. Hii utatumia mwezi 1, mwezi 2 mzima. Kama wewe si mtu wa kupika sana na familia ni ndogo, mwezi 2 utatumia. Na kama lakini unatumia sana na familia ni wengi, mwezi 1 itakutosha vizuri sana. Na mimi napenda huwa chakula yote napenda kupika na dania na kitunguu saumu. Pia nitawekea katika channel nyingine Mungu akijalia, njia rahisi ya kupreserve hiyo dania ili isiweze kuharibika. Ndio hii nimewafadisha kwa siku ya leo. Nimeweka kwa fridge pale kwa freezer hadi wakati mwingine. Asanteni sana. Usisahau kucomment, kusubscribe, kulike. Kwaherini.